Sema falyanzuril insan ila taamihi, atazame mwanadamu, achunguze mwanadamu, afanye tafiti mwanadamu chakula chake anachokula. Maana yake chakula unachokila ujue chakula hiki ninachokula kina nini na nini ndani yake, kina vitamin gani ndani yake, kina maadini gani ndani yake, kina asidi gani ndani yake, kina enzimati gani ndani yake, kina chemical gani ndani yake na kadhalika, ili utakapokula chakula hicho unakuwa unajua na uhakika kamili kwamba chakula hiki ni salama katika afya na mwili wangu. Lakini pia nakula chakula hiki kinaenda kuzalisha kitu gani ndani ya mwili wangu. Lakini pia vile vile Allah tabaraka wa taala aliposema falyanzur al-insan ila taamihi, bado pia tunasema kwamba hata kinywaji unachokunywa lazima ukizingatie kinywaji hiki kina faida gani kwangu mimi na kina hasara gani kwako wewe. Utakapokuwa katika hali hiyo, kwa kufuata maneno haya maelekezi yake Allah tabaraka wa taala, tutajikuta watu tuko salama. Lakini tumejikuta watu tumekuwa katika maradhi ya aina mbalimbali kwa sababu pia uzingatiifu wa ulaji wetu wa vyakula, unywaji wetu wa vinywaji vyetu umekuwa ni hafifu sana. Yani mtu anakunywa anachokipata, anakunywa alimradi akate kiu yake, akate matamanio yake ya kinywaji husika, lakini bila kuzingatia kwamba kinywaji hicho au chakula hicho kina faida gani kwake yeye na kina hasara gani kwake yeye. Kwa hivyo watu wengi utakuta kwamba wanasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Na hapa nipende kulisemea jambo hili ya kwamba watu wengi wamekuwa wakitibia vidonda vya tumbo badala ya kumtibia mdudu tumbo. Kumbuka kuna dawa za kutibia vidonda vya tumbo, lakini pia kumbuka kuna dawa za kutibia mdudu anayesababisha vidonda vya tumbo. Na ndipo pale utakuta watu wengi sana wakienda sehemu fulani au mahala fulani, anasema mimi nasumbuliwa vidonda vya tumbo, ndio mashtaka yake. Na yule ambaye ni mtabibu wake naye anapokea kwa maelezo kama hayo kwamba kweli huyu anasumbuliwa na vidonda vya tumbo na anatakiwa apewe dawa za kutibu vidonda vya tumbo, na anampa dawa za vidonda vya tumbo. Hali ile anaenda kutumia dawa zile na anaweza akapata nafuu ndani ya wiki moja, wiki mbili, na hatimaye maradhi yanarudia pale pale. Wengi wamekuwa kilalamika kusema kwamba vidonda vya tumbo havitibiki. Vidonda vya tumbo, yani hakuna anayeweza kuvitibu vidonda vya tumbo. Lakini nasema vidonda vya tumbo vinatibika. Kivipi? Kwa sababu kwanza mimi tunaanza kutibia ule mzizi wa fitna ambaye ni jurthumatul ma'id, anaitwa al-musamma al-hurzun. Mdudu tumbo anasababisha vidonda vya tumbo ambaye ni hurzun. Tunaenda kumtibia hurzuni mwenyewe, tunaenda kuua bakteria wote wa hurzuni ambao wanasababisha vidonda vya tumbo, ambao wanaendelea kumwaga asidi ambayo wao ni kujijengea mazingira mazuri ya kuishi.